Jedala hajaona nafasi ya kuwakilisha Kibembe, bado anajitafuta. Kwa sababu umeshuti na mwanamke ana makalio, unafanya challenge, unaona nyimbo imeenda hivyo. Watu wametaka waone tu ile nini. Like sana, comment sana, wanafikiri ngoma imeenda. No. Kina Kizo Bo tufanye vitu kama hivyo, lakini kazi zinaenda ndugu yangu. Hivyo ndio vigezo. Sasa hivi inasemekana kwamba Luxman ndio msanii wa kwanza wa kiume kambini kupanda ndege. Hiyo record unasikia hiyo? Kubwa. Yes, inawezekana, lakini hata Diki alipanda ndege. Diki alipanda ndege. Kwa amekuwa msanii wa pili Luxman. Msanii. So kuwa msanii wa pili, hata mimi nishapanda. Huwezi ukaamini. Ila hujawahi kuonesha mapicha. Taoneshaje mapicha bro? Taoneshaje mapicha? Mwenye pesa unaonekanaga na hela. Ukimuona tu hatari na hela. Si unaniona Kizoboi? Sina ndevu. Sina nywele. Sina vaa nguo. Kipindi kile unapanda ndege labda ulikuwa unajielekeza sehemu gani? Nani? Wewe kipindi kile unapanda ndege. Sio kipindi kile. Naweza nikapanda na au nishapanda. Na sio mpaka niongee au nikafanya no. Mwenye pesa unaonekanaga na hela. Wewe uaga unamweka kwa nafasi gani labda Luxman? Ule ni kama content creator tu. Yeah, ni wale madogo unakuta wana post, wanahitaji upate views, like, wanaongea sana, wanahitaji misaada sana, kusaidia sana, kujionyesha sana. Yes. So muziki no bro. Kwa muziki aje kwenye stage. Kwa huduma na maboresho ya story, habari za michezo na burudani tunazitoa kwa bure kabisa. Ungana nasi sasa kupitia Relax na Chance Kivuruge. Nikukumbushe kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwanza kabisa kupata taarifa zetu kwa wakati kama ndo mara kwanza kabisa utakuwa unatembelea channel yetu hapa. Leo ni siku nyingine tena ambayo ni ya kitofauti sana. Nimekutana na Kizo Boy Hobio, mmoja kati ya wasanii fulani kabisa ambao wanafanyaga poa sana kwa hapa kwetu kwa muda mrefu tu. Leo tunaishi naye kwa machache kwenye kuzungumzia muziki, career, lakini pia kuzungumzia story ambazo pengine zingekuwa kwako kama surprise kutoka kwake. Habari yako ndugu yangu? Ya fresh. Makawa. Ishe vipi? Pambana na maisha. Plan ipo vipi mpaka sasa? Tuseme tuzungumzie labda plan B. Plan B ipo kabisa. Utakusaje, utaishiji bila plan B? Ukikosa kuwa na plan B binadamu unakufa njaa. Yes. Plan B ambayo tunaizungumzia kwa sasa labda ni plan B upande gani? Kifamilia au labda kwenye kazi, kuzingatia masharti ya kazi nini? Kisha kifamilia plan B ipo. Kikazi ipo. Sehemu zote plan B lazima. Kifeli hapo unapita hapa. Yes. Sawa, tuzungumzie kazi maana ndio kitu ambacho kimetuleta kwa hapa. Yes. Sasa hivi tuna plan labda kufanya kitu gani mpaka sasa? Maana kidogo ni kama kulikuwa na kaukimya fulani. Watu wanazungumza hivyo kwa upande wa Kizo Boy. Unajua kuna vitu watu wanashindwa kujua. Unajua Kizo Boy ni huwa nimejigawa sehemu mbili. Kuna Kizo Boy music na Kizo Boy media. Unajua nilikuwa ni mtu mwenye nikifanya jambo langu lazima media ashibe, Kizo Boy ashibe. Sasa hapo nilikuwa na watu wawili tofauti. Kuna wale kuwa wananielewa Kizo Boy kwa niaba ya media, kuna wengine wale Kizo Boy kwa niaba ya music. Na kuna wale kuwa wananielewa kwa upako wa mambo yote. Sasa ilipofika stage mimi nimeua mguu kwenye media, watu wa music wakabaki na nafasi yao. Sasa wale wa media ndio wanakuta wanakwambia Kizo Boy mbona tumuoni? Au nioni kwa sababu ulikuwa unaniona kwenye media. Kwa uliamua kuwapoteza watu wa media? Sitaki mambo ya media sana kwa sababu mambo ya media ni mazuri. Kwa sababu mimi ni mwanasanaa lazima nitembelee kwenye vyombo vyetu hivi. Yes. Lakini nilitamua kwanza kuviacha kutokana na ukiona ubizi ujue kuna mambo fulani yamenibana. Yes. Sawa. Labda kwa upande wako unahisi kwamba kitu gani ambacho unaweza ukawa ulikipoteza kwa wale watu ambao walikuwa wanakufuatilia sana kwenye media? Ni kipi ambacho labda unahisi kwamba unaweza ukawa walikuwa na kimisi kutoka kwako? Kitu cha kwanza unajua Kizo ni mcheshi sana. Kizo huwa anafurahisha sana na watu wanapenda kile ninachokiongea. Sasa watu kama wanapenda kile ninachokiongea lazima wachangamke. Yes. Sawa bana, unakuja kuachia kazi mpya. Nimesikia hizo taarifa. Tuizungumzie kwanza kwa machache kazi ambayo inakuja hivi karibuni. I think drop new song. Ya unajua kawaida Kizo ni mtu mwenye na kazi nyingi sana, huwa ni kazi ya kuelimisha. Na ni kazi zisitaji mambo mengi sana, huwa zinaenda kutokana na gisi uandishi wako na ulivyo na melody. So nyimbo inahitaji sana ukurupuka au inahitaji mambo mengi makeke nichukue wanawake wajibinue au nifanye nini, no. Inahitaji tu uandae mazingira tu mazuri. Yes, mapokezi yakiwa mazuri utaona kazi na inapokelewa vizuri. Maana sasa hivi umeachana na masuala ya ngoma ambazo labda zinakuwa zinaonesha wanawake
Na kazi mpya ya namna kama hiyo iko inafanya vizuri na mpaka sasa hivi watu wamependa. Sawa bana. Star wa Babembe. Ndio jina lako hilo? Sasa hivi watu wanatakiwa niite Star wa Babembe. Star wa Babembe. Star wa Babembe. Hivi haraka haraka labda unahisi kwamba uwaga mpo wasanii kama wangapi hivi ambao kidogo tunaweza tukatema kwa idadi watatu ambao mnawakilisha Bembe to the world? Wasanii tunawakilisha Bembe to the world ni wachache sana. Yes. Na sasa orodha yako kwa sasa top 3 tatu kwa sasa ambao unahisi kwamba wao ndio tunawakilisha. Kuna wasanii wako kama vile wa Malaya. Sasa naweza nikawataja kwa sababu wana bidii, lakini ni wasanii hawatulii. Wako hapa lakini naweza nikawataja. Top 1 ni Kizo Boy. I'm the first one kwa sababu mimi ndo star wa Babembe. Yes. Top 2 naweza nikasema ndugu yangu hapa Malelo, japokuwa ni mkorofi sana. Ni kichwandazi. Nyago huyo? Yes, mpumbavu ule. Ndo top 2. Top 3 naweza nikasema ndugu yangu DRC Congo Bellamy. Yes, Adibaba, Bernard. Polo. Yupo. Ni wale madogo wanaofuatilia wanaojitahidi kupush. Yes. Sawa bana, natamani tuzungumzie hili kwa machache. Yes. Umetaja nafasi 3 za wasanii ambao wanafanya vizuri kwenye kuwakilisha Bembe to the world. Yeah. Umemtaja Nyagoman lakini pia jitaja wewe mwenyewe lakini pia umemtaja Bellamy Mka. Nikiupa nafasi labda kuongeza mtu mmoja kati ya hao wawili kwa maana kwamba kuna Follow lakini pia kuna J-Dala. Tunamweka nani? Nani? Follow na J-Dala. Tuweke mmoja kwa nafasi ya 4. J-Dala hajaona nafasi ya kuwakilisha Kibembe. Bado anajitafuta. Yes. Yaani kuna msanii, tusikuzi vitu vikubwa. Yes. Bado unajua ni msanii alikuwa anafanya muziki mzuri kula alipokuepo. Lakini hapa ndo pana chimbo ya muziki. Ukiweza hapa ujue tayari umeenda mjini. Unajua mazingira haya unahisi kwamba ameshaweza au bado ndio hivi? Bado. Unajua kuna muziki hapa upo. Hapa tuna muziki wetu. Na ndio ulifanya wakina Kizo Boy kuwa wakina Kizo Boy hapa. Sasa ule muziki tulifanya muziki without challenge bro. Tulifanya muziki without ni kila kitu. Tulifanya muziki kwa niaba ya muziki tu. Watu wanapenda kile muziki wetu. Sasa hivi watu wanapenda kwa sababu umeshuti na mwanamke. Ana makalio. Unafanya challenge, unaona nyimbo imeenda hivyo. Watu wametaka waone tu ile nini. Like sana, comment sana, wanafikiri ngoma imeenda. No. Kina Kizo Boy tufanye vitu kama hivyo lakini kazi zinaenda ndugu yangu. Hivyo ndio vigezo. Ina maana kuna stage ikifika. Watu hapo ndo kuna ukubwa. Kwa hiyo J-Dala kutakiwa kushuti na mwanamke mwenye? Hapana, mimi sijagusia. Hapana, nimesema tu bado. Ajitafute kwanza. Yes. Unahisi labda kipi ambacho unaweza kumshauri kulingana na namna ambavyo anavyokuja? Maana kuna watu pia wanadai kwamba wasanii wa Kempo wasipoangalia vizuri huyu hapa atakuja kama kuwapiku hivi. Wanazungumza, sijui kama utakuwa umeshakutana na hizo comment. Hapana, ule ni kama Bobu tu. Ina maana yeye na Bobu ni kama moja. Ni watu wenye wanaenda na upepo. Ina maana wewe ukimshika vizuri kwenye media anaenda mjini. Yes. Usipomshika kwenye media ana dead. Yes. Sawa bana. Ujio wake labda nakwambia kitu gani sana? Sitamani tuzungumzie sana hili. Lakini pia ujio wake kama msanii ambaye yupo hapa wa muda mrefu wewe. Mimi naweza nikasema karibu kwa sababu game letu linahitaji wasanii. Wasanii wengi walitoka, tulitoa ma legend wengi sana na wasanii wakubwa sana walienda mbele. Sasa tunapokuja hapa lazima mimi nikukaribishe. Aje kwenye game. Game inahitaji makeke kama hivi. Yes. Sawa bana, nafikiri mnamsikiliza Kizo Boy, ni moja kati ya wasanii fulani hivi kabisa ambao nipo nao kwa siku ya leo. Tunazungumzia muziki harakati lakini pia tunazungumzia hasa ambazo anakuwa anazifanya kwa hapa. Watu wanazungumza muziki wa Kempo sasa hivi na mafanikio tunayaona kidogo kupitia mitandao ya kijamii, namna ambavyo watu wanakuwa wanapokea kazi zenu. Lakini pia kunakuwa na wale wasanii ambao wanaonesha kidogo mafanikio yao sasa ya jumla kwenye kuonesha watu ambao kidogo wanafikiri kwamba hapa hakuna hela. Nimeona Luxman ameposti kwamba amepata mkataba na kampuni kubwa ya Da. Sijui kama utakuwa umekutana na hiyo story, kwa maana kwamba watu wanamshangilia Lux ongera nini, kwa maana kwamba muziki hapa sasa hivi unaanza kulipa. Je, nyinyi sasa ambao kidogo ni kama mjavionesha vitu vyenu unaongea kitu gani? Unajua ndugu yangu Lux naweza nikampa sharp sana na hongera sana ndugu yangu kwa sababu vitu vile ndo tunavitaka. Ni kama vile Kizo Boy nimeenda Da, nenda fanya Nasu, nenda Da, nifanya Saida Karoli, vitu kama vile ndo tunataka tupane. Nampa sana hongera lakini sio kwamba tunashindwa kuonyesha mafanikio. Tuna mafanikio makubwa sana. Lakini tu cha msingi kwanza angalia majukumu uliokuwa nayo. Unajua kuna vijana tunajichanganya.
Mimi Kizoboi siwezi nikatoa 250,000 au 200,000 au 300,000 nikapanda ndege kule, bado angaliki mkula puchu, ana majukumu ana nini, ana haki ya kufanya vitu kama vile. Sasa mimi mafanikio yangu hayako huko. Huwezi ukapanda ndege. Sasa mimi nitapandaje ndege na wakati kuna watu wanahitaji niwapeleke pharmacy? Sasa hivi inasemekana kwamba Luxman ndio msanii wa kwanza wa kiume kambini kupanda ndege. Hiyo rekodi unasikia hiyo? Kubwa. Yes, inawezekana, lakini hata Diki alipanda ndege. Diki alipanda ndege. Kwa amekuwa msanii wa pili Luxman. Msanii. So kuwa msanii wa pili, hata mimi nishapanda. Huwezi ukaamini. Ila hujawahi kuonesha mapicha. Taoneshaje mapicha bro? Taoneshaje mapicha? Mwenye pesa unaonekanaga na hela. Ukimuona tu hatari na hela. Si unaniona Kizoboi? Sina ndevu. Sina nywele. Sina vaa nguo. Kipindi kile unapanda ndege labda ulikuwa unajielekeza sehemu gani? Nani? Wewe kipindi kile unapanda ndege. Sio kipindi kile. Naweza nikapanda na au nishapanda. Na sio mpaka niongee au nikafanya no. Mwenye pesa unaonekanaga na hela tu. Sio kupanda ndege ndio kuwa na hela au kuwa na mafanikio no. Ni kama vile nimeenda na basi ya 100,000. Wewe unapanda basi, unapanda treni 35,000 kwenda Dar es Salaam. Sio kwamba mimi 35,000 nakosa hiyo pesa. Hapana. Hivi labda kutumia nauli ya ndege kwa msanii kwenda inakuwa inaongeza brand au ni kitu tu cha kawaida labda hivyo? Ni ushamba. Unajua kuna watu waliishi maisha ya umaskini. Ina maana kupanda kwao basi ni OEM. Sasa wakishaona kitu kama kile, na kuna wale waliopanda basi mpaka wameenda Marekani. Ina maana kupanda kwao basi ni zile basi za OEM. Sasa kupanda kwao ndege ni ile ya kwenda Marekani. Sasa wakiona mtu kama ule amefanya kitu kama Afrika, wana kama vile ule amefanya kitu cha ajabu. No, sio kitu cha ajabu. Kina Kizoboi tunafanya vitu vingi. Lakini huwa tunavituliza kutokana na nini? Ni private. Yes. Sipendi kufanya maonyesho. Yes, lakini tunaweza kusema sharp sana kwa kula mkataba, na napenda sana ile ni kitu jambo sana. Sababu sana yetu ni kukua zaidi. Jambo jema sana kwa content creator. Ni content creator Ilux, sio msanii wa mwimbaji. Nani? Luxman. Unajua kuna vitu vingine, hata Steve ni comedy, lakini kuna nyimbo anafanya nzuri mpaka mimi ninazisikia usiku na mchana, lakini wewe huaga unamweka kwa nafasi gani labda Luxman? Ule ni kama content creator tu. Ni wale madogo unakuta wana post, wanahitaji upate views, like, wanaongea sana, wanahitaji misaada sana, kusaidia sana, kujionyesha sana. Yes. So muziki no bro. Kwa muziki aje kwenye stage. Kwenye nimepinga kwanza watu wasanii wanaofanya muziki wao mzuri wanagharimu mamilioni ili mradi video yake ikamilike au kufanya collaboration kisa hela kadhaa. Ule ndo msanii. Sie ndo anaitwa msanii mkubwa hapa sasa. Nani? Luxman. Acha mambo acha. Maana kwamba ni msanii mkubwa pia Kigoma. Acha kuongelea wasanii. Nani? Luxman. Yes, ni msanii kama unajua kila mtu na kila anachokiwaza. Kama nawaza hivyo fresh, lakini kwa upande wangu mimi sio msanii. Sawa bana, kutoka kwenye mada, swali la mwisho, unahisi kwamba mkataba ambao wanaweza wakawa wameupata na kampuni ambayo mpaka sasa hivi haijafahamika, ambayo kidogo ni private kwa upande wake, anaweza akawa ameupata kwa upande gani, haswa wa muziki au labda wa kitu gani? Mkataba anaweza kuwa ameupata, mimi sijui, bali tu naweza nikasema hongera sana na jambo jema sana kwenye sanaa. So mmoja kifanikiwa lazima tuweke mkono pale. Yes. Sawa bana, tunazungumzia muziki lakini pia tunazungumzia vitu ambavyo vinaendelea kwenye maisha ya wasanii kawaida. Nipo na Kizoboi. Tuzungumzie kitu ambacho pengine unaweza ukaona kiona kwenye mazingira haya sasa. Tuzungumzie sanaa jumla. Unaonaje muziki hapa kwetu, ndio unasogea au bado kidogo ni kama unataka kurudi nyuma? Muziki unasogea. Unarudi nyuma kwa wale wenye hawana future na muziki. Muziki ni mkubwa sasa hivi. Tuna nafasi kubwa sana. Unajua unapofika sehemu na mnakubalika kufanya jambo, ujue tayari mna nafasi nzuri. Na mnafika pale mnaongelewa bana, kule kwenu bana mko hivi. Vijana wasanii wakubwa, ujue muziki wa huku tayari ni mkubwa. Bali tu uwekezaji bado ni mdogo. Unajua kuna mashabiki hawako proud na wabembe. Ingekuwa mashabiki ni proud na wabembe, wange tusapoti hatua tuliokuwa nayo, tushakuwa hatua kubwa. Lakini unakuta akili za sisi wabembe tulizokuwa nazo, tunatagaga ule aliofika juu tumshushe ili tumuinue huyo anayeanza afike pale. Ni vigumu, tutaendelea.
Kama yule ameshafika juu, muinue aendelee. Sasa unakuta mtu anakuambia mimi siwezi nikamsupport Kizoboi Obio. Kwa sababu pale alipofika nataka ninue mwingine afike pale. No. Wewe msupport ili aendelee zaidi. Sasa yeye anataka aone kama vile tuseme kuna TV hapa kambini. Kuna TV ni kubwa lakini inashindwa kupata support kutokana na uwekezaji. Miaka yote utamhoji Kizoboi tu. Kuna muda unatakiwa umhoji Diamond. Kwa moja unatakiwa umhoji Davido. Amekuja kufanya show Tanzania. Lakini ukosefu wa uwekezaji ndio maana TV bado zinangangania hapa. Lakini kuna watu wanaleta TV zingine. Sasa kwa nini mnaleta zile msiwekeze kwanza kwa hizi zilizotangulia? Lakini kuna mashabiki wanatusupport, lakini naweza nikasema big ups up, shut up, kwa sababu hatuna management, bali tunasupportiwa na wale wanaopenda muziki wetu wa Kibembe, wanaona hatua, wanaona hapana. Kuna watu ni proud, unaona kuna mtu anafika tu anafika sema bana, play nyimbo ya msanii wangu. Msanii gani? Kizoboi Obio. Aisha fanya ya wapi? Sana ngoma na msanii wa Afrika Saida Karoli. Na msanii ngoma na msanii anayefanya vizuri Tanzania wa kike, Su. Pengo Mazai kuangalia pa jamaa ameshiba. Ngoma zimekula views. Sasa mtu kama huyo unaanzaje kutokumsupport? Sasa watu kama hao ndio tunawapenda, wako sharp, wako big up. Kuna watu wana akili mbovu wanakuambia mimi sipendi Wabembe. Sasa mtu kama huyo ujue huyo hataki jamii yake iendelee. Sawa, moja kati ya sakata ambazo kidogo kwa hapa ni kama zimezungumzika sana ni kuhusiana na sakata ambalo lilikuwa mjini. Na bado nafikiri ni kama lipo mjini tu kasoro linataka kupoapoa. Alijitokeza Imagine kudai kwamba wimbo ambao ameuachia Jaydala ni wimbo ambao kidogo ni kama kuna vitu amekopikopi kwenye wimbo wake ambao uliwahi kutoka zamani unaitwa Kalemi. Hivi ule wimbo wa Kalemi kwa sasa unaufahamu? Unajua kwanza ni jambo jema sana mtu kukopi kazi yako. Unajua mimi nafurahi sana mtu akipita nyayo zangu. Hivi inaonyesha mimi nimekuwa. Hamna kitu kikubwa kama kuigwa. Ni jambo jema sana. Unaona mtu anapofanya kitu chako, kwanza ni jambo la kujipongeza bana, kumbe ni wewe kufanya kitu kizuri. Japokuwa kuna kizazi kipya kinakuja kuboresha. Nyimbo niishoe kusikia kwa sababu mimi ni mfuatiliaji wa kazi sana. Yes, ni zote mbili umezisikia? Yes, nyimbo zote na huwa nazisikia lakini sio kivile sana. Kwa mbalimbali hivyo vya hivyo yani. Lakini naweza nikasema tu Jaydala alipita kwenye ile miondoko, bali tu hakuna cha ajabu na hakuna Kenya kikuagi, na wewe sio mwanzilishi. Hata yeye Madini aliwahi kupita njia nyingine kama ile, baadaye mwingine akafuatia na au wazo likagongana, lakini hiyo haiwezi kusababisha eti sio becho tulipapondo bana. Yes. Neno moja kwa watu ambao wanatutazama kama mashabiki zako ambao kidogo wanaweza wakawa walikumisi kwa muda mrefu. Ameweza nikasema tu mashabiki wa Gapa wa TV Kizoboi kama Kizoboi I'm back. Na waliokuwa wananimisi kwenye media nimerudi. Yes, nimerudi. Wataniona mara kwa mara hapa after 2 weeks tutakuwepo, bali tu Kizoboi amchange. Subira na matarajio yako yalikuwa sahihi. Kaa tayari kuhabarika, kuelimika, lakini pia kuburudika. Unaangalia Gapower TV.